Rudia swali. Tuseme mimi nimeamua leo kusilimu, naenda kwa dini yoyote ama kuna ile specific? Okay, ukiamua kusilimu unaenda msikiti wowote. Sehemu fulani utapata hii msikiti kweli, hata ukiangalia hata tabia zao ziko sawa. Ai, ukiingia ingine ai, tabia hapana. Okay, kuna kitu ambaye minakuelewa. TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Yatufundisha nyumbani ni kama tuko chuoni, maneno yalo ya dini kutusafisha nyoyoni. Yatufundisha nyumbani ni kama tuko chuoni, maneno yalo ya dini kutusafisha nyoyoni. Hizi area pale karibu kwa gate ya Lake Nakuru, na leo kama Jumapili watu hupenda sana kuja hapa kwa ajili ya mapumziko, kama vile tulivyokuwa tunafanya pale Mama Ngina Mombasa. Kwa hiyo unachukua mahali watu na mapumziko, wakipumzika pia wanapata ujumbe wa Uislamu alafu wanaenda naye nyumbani. Kwa hiyo naona kuna vijana pale, lakini vijana naomba tafadhali mtu mmoja tu ama wawili, na swali moja mbili kwenyu. Mimi naja, utanibia ice cream? Hamna shida, kama ni ice cream tu si tatizo, mbona hatuna shida. Kwanza habari gani rafiki yangu? Mzuri, habari yangu niko sawa sasa. Uko sawa? Niko salama. Okay, na mimi pia niko salama. Kwanza ningeomba tujuane. Mimi kwa majina naitwa Sheikh Abbas. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Ryan. Ryan. Naam. Na kuona mwanafunzi? Na mimi ni mwanafunzi. Unasomea wapi? Cambridge, hapa Nakuru Town. Nakuru Town, Cambridge. Mombasa College. Ni college? Ni college. Iko town pande gani? Hapo Highway Towers. Pale Highway Towers Sawa sawa. Mimi ni Sheikh wa Kiislamu na naongea na watu mbalimbali. Nina swali moja. Very good. Niulize. Kwa nini Waislamu wakifa wa bado mnaziko hiyo siku? Yeah, very good. Ni maswali mazuri. Naona ilikuwa unakaa nayo ingeenda nayo. Kwa nini Waislamu wakifa wanazikwa siku hiyo hiyo? Waislamu mtu akifa anazikwa haraka. Sababu ni katika mafundisho ya Uislamu. Mafundisho ya Uislamu ni kwamba kuna mambo matatu ambayo tunaambiwa tuharakishe sana. Jambo la kwanza ni kwamba kama mtu anataka kusilimu, iharakishwe haraka. Mtu asilimishwe haraka. Kwa nini? Kwa sababu labda mtu ameamua kufuata Uislamu, alafu ukikaa kidogo ibilisi anaweza ingia katikati tena akamkataza. Kwa hiyo inatakana unamsilimisha haraka. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa mfano kuna mtu anataka kuoa. Unajua kuoa? Kama sasa labda unajua unatafuta hivi sio baadaye unataka kuoa, sasa ushapata, unasema ndio hii chombo sasa nataka kupeleka nyumbani. Ushaona So wakati unapoenda kwa wazee tunaambiwa ni katika jambo ya kuharakisha hiyo, kwa sababu unakaa kuna madhara inaweza kuja kutokea. Kwa hiyo kuzuia ni kwamba kama kuna watu wanataka kuoana, iharakishwe haraka. Hiyo jambo la pili. Jambo la tatu ni kwamba mtu akifa harakishwe haraka sana kuzikwa. Ushaona? Kwa hiyo hii mambo tatu ni mambo ya kuharakishwa. Kwa hiyo katika Uislamu mtu akifa mafundisho ni kwamba azikwe kwa haraka, isichukue muda. Ndio unaona mtu akifa asubuhi saa 7 ashalala katika kaburi. Ikifika labda amekufa saa 7 jioni yuko kwa kaburi. Hiyo ndio mafundisho yetu. Na tunapata mafundisho katika Qur'an, tunapata mafundisho katika kitabu yenu ambayo mimi naamini unatumia Biblia. Si ni kweli? Naam. Naweza kukusomea andiko moja mbili usikilize vile anavyosema. Unanipa ruhusa? Katika Matendo, kitabu cha Matendo chapter 5 verse 5 inazungumza habari ya Anania. Anania unajua story zake? Naam, nishamsikia. Ushasikia Anania? Naam. Anania kuna wakati ambapo kwamba alikuja kuletewa story. Unajua alikuwa anachukua pesa zingine anaficha. Sasa hii siri yake ikakuja kutoka. Ilipotoka alishtuka, akaanguka, akakufa. Alipokufa saa hiyo vijana walimchukua, wakamtoa nje, wakamuosha na wakamzika. Sijui kama tunaelewana. Alikufa, akatolewa nje, akaoshwa na akazikwa. Ushanielewa vizuri? Kwa hiyo hakukaa. Ndiyo mafundisho.
Na ukisoma kwamba sisi Waislamu, mfano mtu anapokuwa anazikwa, anaharakishwa, anaoshwa, anazikwa kwa sanda. Nyinyi mnatumia sanduku? Naam. Lakini tunapata kwamba mafundisho, ukirudi katika Biblia, inafundisha kuzikwa kwa sanda, sio kwa sanduku. Yes. Na unaharakisha. Ushanipata vizuri? Shakuelewa mimi. Kwa hiyo sisi tunaharakisha. Kwa hiyo mimi nakuuliza swali wewe, kwa nini nyinyi mtu akifa mnamweka mwezi mmoja? Kwani atafufuka? Tuchange, tunachanga pesa ya mazishi bana. Hela ndio shida. Mchange pesa ya mazishi? Naam. Na muoni kama hii ni kupea labda familia tabu, labda unajua, kwa sababu kuna gharama, kuna wale ambao kwamba wanakaa pale, wanakuja, wanakula. Kwa mfano hata mtu amekufa ni mjane, kuna kuku 3 kwa boma. Sasa mkikaa pale mwezi mzima, waoni mtamaliza mpaka ile kuku ya watoto? Sasa hiyo ni mambo sisi tulifanya, tulipata wazee wetu wakifanya. Lakini haifai. Lakini hatuwezi enda kinyume na wazee. Lakini wazee kama wamekosea, na Biblia inasema kwamba uzike haraka, unafaa kufuata Biblia, usifuate wazee. Ukipata mfano wazee walikuwa wachawi, utakuwa mchawi? Hapana. Hauwezi. Unaona eh? Kwa hiyo kama wanafanya hivi, na Biblia inasema opposite, fuata mambo ya Biblia, fuata mafundisho ya Mungu. Kwa hiyo in a nutshell ni kwamba mafundisho ya Mungu ni kwamba mtu akifa azikwe haraka. Shanipata vizuri? Sio kukaa. Wewe sasa unakaa, mara nyinyi mnachangisha kule, mtu mnamchukua unamweka kwa mochari ndani ya fridge. Kwani ni nyama? Nyama ndio kwa fridge, sio mtu. Naam. Ushanielewa? Na hata ukimweka aje aweza kafufuka. Unaona? Kwa hiyo ni unamharakisha mzike, kama ni mtu wa paradise aende apate mazuri yake huko hivyo mbele. Hiyo ndio sababu. Uko na swali la pili? La, mimi niko sawa. Ushatosheka? Nishatosheka. Haya, mimi naweza kuuliza swali. Bora isiwe ngumu. Katika maisha nyepesi tu. Ushawahi kaa pengine ikakupitikia katika roho yako ama akili yako kwamba ukatamani ama ukawaza kuwa Muislamu? La, sijafikiria hivyo mimi. Mbona? Si hiyo ni decision ya mtu. Decision ya mtu? Kwa hiyo wewe kwa decision yako ulifikiria tu siwezi kuwa Muislamu? Acha niwe Mkristo. Ulifikiria wewe Mkristo? Naam, hadi katiba ya Kenya inakubali kuna freedom of worship. Kabisa. Mwanao kama Muislamu, mimi kama Mkristo. Okay. Lakini mimi siku decide kuwa Muislamu. Mimi kitabu yangu imeniambia kwamba niwe Muislamu, na Mungu amechagua kwamba Uislamu ndio dini yake ya Mungu. Wewe umechagua kuwa Mkristo, si ni kweli? Umechagua kuwa Mkristo kwa kufuata yani desturi gani labda? Ama mwongozo gani ama ushahidi gani? Naam. Umechagua kuwa Mkristo kwa sababu ni decision yako, and I respect your decision. Kwa sababu Kenya kuna freedom of worship. I respect it. Hata ukisema kwamba mimi nataka bila dini, that's your decision. Ushaona? Lakini pia there is a reason behind that decision. Mimi the reason behind my decision to be a Muslim is because the Holy Quran imeni-instruct to be a Muslim. Sawa? Wewe your decision to be a Christian iko backed up na nini? Just to decide to out of nowhere, ama kuna sababu ambayo kwamba imekupelekea ukaamua kuwa Mkristo? Jambo la kwanza, hawezi sema wewe Qur'an imekwambia kuwa Muislamu. Wewe ukizaliwa huko unajua hiyo dini, si ndio? Umekuja ukafundishwa, ndio ukaamua kuwa Muislamu, si ndio? Sasa mimi hadi mimi nilifundishwa na vile. Sasa mimi nilifundishwa na mimi nilisoma na nikasoma maandishi ambaye inaniambia niwe. Hebu nisaidie hiyo nini yako. Acha nitumie hii simu tuone maandishi. Mimi nimefundishwa na nikaonyeshwa maandishi kutoka kwa Mungu, ambaye Mungu ana instruct watu wao Waislamu. Sasa na wewe naye nataka ushakuwa mtu mzima sasa, ni kweli? Hebu tuangalie hapa hivi kitabu moja. Si unajua kusoma? Jamani, kama kuna mtu ana maswali tunamkaribisha. Msione tabu, maana hii is a rare chance kupata mahali. Kesho unaweza kuwa na maswali unafikiria siwezi ingia kwa msikiti. Unaona? But now prepare a chance free of charge. Umeona hii ni Quran chapter 5, unasikia? Chapter 5 manake suratul Maida. Maida the table. Hii table ni ile ya Jesus, ukisikia ile meza ya Bwana. This chapter inazungumzia hiyo. Imechukua that name ya ile meza ya Bwana. Maida Kizungu, Kiarabu, Kiswahili the table. Sawa?
na ni story ya Yesu sasa ile alikana wanafunzi wake kula the last supper. Ndio inazungumziwa hapa. In that chapter 5 verse 3. Hii ndio unaona Quran in Arabic, sawa? Hapa ni translation in English. Sawa? Ni mrefu. Lakini hapa katikati pale Mungu anasema, this day have I perfected your religion. Mungu anasema, this day have I perfected your religion for you and completed my favor unto you and have chosen for you as religion al-Islam. Ile dini ambaye mimi nimewachagulia ni Uislamu. Sijui kama ushanielewa. Kwa hiyo mimi nina fact, hata kama nimekuwa mtu mzima nimezaliwa katika dini, lakini at the end of the day naona pia Mungu ameniinstruct kwamba dini amenichagulia ni Islam. To be a Muslim. Exactly. You are a Christian. Who has instructed you to be a Christian? Me, I just woke up and I found that's what you are worshiping. That's the wrong answer. Hata ukienda kwa Mungu zambia I just woke up and found myself a Christian, atakuchoma. Mshanielewa? Sawa, kama umechagua lakini nakwambia atakuchoma. Kwa nini? Kwa sababu ana vitabu. Kama hali hajasema, wewe lazima ukae ukifikiria vizuri. Sawa. Kwa hiyo nimeshukuru kwa muda wako. Kama una swali nyingine? La, mimi niko sawa. Uko sawa eh? Nimeshukuru kwa swali yako, nimeshukuru kwa muda wako, na pia ukae ufikiria. Uislamu ni dini ya kweli, ni dini ya manabii, it's nothing new. Sawa, tunaamini Mungu ni mmoja, tunaamini manabii na vitabu vya Mungu. Naam. Mshanielewa vizuri? Nishakuelewa. Asante sana. Karibu sana. Asante. Haya. Kwa hiyo nafikiri kijana tumeongea naye pale, nimempata kijana mmoja ambaye tumeongea naye mambo mawili matatu kuhusu Uislamu, kwa sababu ndio shughuli yetu, ndio kazi yetu, ndio ile ambayo kwamba tunang'ang'ana naye ili kwamba watu wajue Uislamu, wafuate Uislamu. Ndio ujumbe ambao kwamba manabii walikuja naye duniani, kwamba watu wamjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naitwa Jedida Karedhi. Jedida Karedhi. Mimi naitwa Athman Abbas. Mimi Muislamu. Wewe dini gani? Mimi Mkristo. Wewe Mkristo. Kanisa gani? AIPCA. AIPCA. Kwani Yesu alikuwa anaendanga AIPCA? Ni kama? Maana AIPCA ni nini? African Inland Church of Kenya. African Inland Church of Kenya. Kwa hiyo Yesu alikuwa Mwafrika ndani ya Kenya? Ndio hiyo. Kwa hiyo Yesu alikuwa Mwafrika? Hapana. Na hii church, African Church of Inland of Kenya. Tayari inamtoa jina tu, inamtoa nje. Inamtoa nje. Hiyo jina inamtoa tena ndani ya Kenya. Yaani ni Waafrika wa Kenya. Yaani hiyo church ukitoka hapa uingie Uganda, kwanza hii jina Kenya tayari inamaanisha hapa tayari hakuna. Na ukitoka nje ya Afrika kabisa ndo upati popote. Ndio hiyo sasa. Ni Afrika tena Afrika wa Kenya peke yake. Kwa hiyo inamaanisha Yesu hakuwa anaenda hiyo kanisa. Swali alikuwa anaenda wapi? Yeye hakuwa na kanisa. Hakuwa na kanisa. Kwa hiyo inamaanisha kama hakuwa na kanisa hakuwa na dini. Sifahamu, sijui. Ujui. Yesu alikuwa anaenda mahali inaitwa sinagogi. Na sinagogi unaposoma katika tafsiri ya Biblia kamusi walipokuja kuifafanua, wakaifafanua kama msikiti. Kabisa. Ndio ufafanuzi wa maneno magumu. Exactly. Yesu katika maisha yake hajawahi ingia kanisa wala hajaenda karibu na kanisa. Na sababu ya kutoenda katika kanisa wala kukaribia kanisa ni kwamba ni kwamba Ukristo haikuwepo. Kwa sababu ukisema Mkristo maanake mfuasi wa Kristo. Kristo ni Yesu. Tushaona? Na Ukristo wenyewe umeanza baada ya Yesu kuondoka. Na imeanzwa na Paul. Sehemu inaitwa Antioch. Syria. Sijui kama tumeelewana. Kwa hiyo Yesu alikuwa Jerusalem, but Ukristo umeanzia Antioch na Paul baada ya Yesu kuondoka. Ushahidi uko katika Biblia, kitabu ya Acts. Acts of Apostles, chapter 11 verse 25. Inasema na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiochia. Kwa hiyo for the first time wanafunzi wanaitwa Wakristo ndani ya Antiochia in Syria. Hiyo ni 14 years baada Yesu ameondoka. Kwa hiyo inamaanisha Yesu hakuwako Mkristo. Sawa? Hakuenda kanisa. Lakini aliingia katika sinagogi ambayo unapata ni msikiti. Sasa kama aliingia katika msikiti, wewe ukimpe dini utampa dini gani? Kiislamu.
Kiislamu. Ndio unaona Yesu alikuwa anasemanga Mungu ni mmoja. Waislamu wanasema Mungu ni mmoja. Yesu alikuwa anafunga, Waislamu wanafunga. Sisi juzi nimetoka kufunga. Ni kweli. Yesu alipokuwa anaomba alikuwa anaweka kichwa yake chini, vile Waislamu wanaweka kichwa chini. Ushaona ile movie ya Yesu? Alikuwa akiomba anaweka kichwa wapi? Chini. Umeona? Alikuwa ulikuwa umeoda hii? Hii inafanya nini? Yenye nini? Alafu ina nini? Ina neutralize. Kumbe biashara ni ngumu sana. Hata sio ngumu, ni akili. Ni akili bye. Biashara ni akili. Iko safe. Basi sawa. Umeona Nitachukua muda wako ndio isije kayuka yote hapo. Mfupi sana. Kwa hivyo Yesu ukija kuangalia leo alikuwa anavaa kanzu. Unaona? Na kuna mambo mengi yeye alikuwa akienda kusali anatawadha. Akisali anaweka kichwa chini, anafunga. Matabia zake na matendo zake zilikuwa za Kiislamu. Sijishaelewana. Ndio maana sisi Waislamu tunasema Yesu alikuwa ni Muislamu mwenzetu, hakuwa Mkristo. Kwa sababu Ukristo umeanzishwa baada yake. Yeye alikuwa na wanafunzi, lazima wanafunzi walikuwa na dini, hawakuwa wanakaa kwamba wao ni pagans. So kama Ukristo umeanza 14 years baadaye ameondoka, wajiulize hao wanafunzi walikuwa dini gani? Yesu alikuwa dini gani? Kina Ibrahim walikuwa dini gani? Mwenyewe unapata jibu. Sababu kama aliingia msikiti, alifunga, alitawadha, alisujudu, alisema Mungu ni mmoja na alikuwa anasalimiana assalamu alaikum. Sasa wewe mwenyewe mpatie dini. Shanaelewa vizuri? Kwa hivyo anafuata sheria na Uislamu anafuata sheria. Hiyo ndio. Kwa hiyo sisi tunaamini kama Yesu alikuwa ni Muislamu na pia ningependa mimi nimeamua leo kusilimu, naenda kwa dini yoyote ama kuna ile specific? Okay, ukiamua kusilimu unaenda msikiti wowote. Wowote. Mfano mimi mkaji wa Nairobi, sawa? Msikiti pale inanipatia time ya swala ndio naingia hapo. Nikija Nakuru saa hizi pale napata time ya swala ndio naingia hapo. Kwa hiyo wewe ukiwa Muislamu hakuna tini msikiti yangu. Hiyo hatunanga hiyo mambo. Msikiti yoyote wewe unaingia. Bora imefika time ya swala. Maombi yetu yote misikiti yote ni same. Lugha yetu yote msikiti yote dunia mzima ni same. Majuzi ilikuwa mwaka jana January February nilikuwa na safari kwenda mpaka Zimbabwe. Nilienda na basi, si kwenda na ndege. Nimetoka hapa Nairobi, nimeenda mpaka Dar es Salaam. Nimefika time ya kuswali. Ingia kwa msikiti hapo Tanzania. Hakuna mtu ananiuliza sababu swala ni moja. Wao tunaongea na Kiswahili. Nimetoka Tanzania, nimeingia boda, nimetoka boda, nimeingia mpaka Zambia. Nimeingia mahali inaitwa Lusaka. Nimepata msikiti pale. Nimeingia kwa msikiti. Hakuna hata mtu ana shughuli na hata hakuna mtu anayejua unless ni introduce. Kama hapa, mimi si nimekwambia mimi ni mwanabiashara. Kuna sehemu fulani utapata hii msikiti kweli, hata ukiangalia hata tabia zao ziko sawa. Ukiingia ingine, tabia hapana. Okay, kuna kitu ambaye minakuelewa. Kwa Hindu wako na kitu inaitwa msikiti. Na watu hawatofautishi baina ya Wahindi na Waislamu. Wabaniani jengo yao wanaita msikiti. Na watu confuse. Ile yao si ile msikiti ambayo kwamba ile ni dini yao ya kuabudu masanamu. Ni tofauti na Uislamu. Ile ni dini yao ya Kihindi. Lakini jengo yao wanaita nini? Msikiti. Na watu wengi hawajui tofauti. Ufikiringi kwamba wale na sisi tuko same. Sio same. Sijui kama ushanielewa. Kwa hiyo unajua kuna ile msikiti ambayo kwamba mabaniani wanaingia ndani lakini wanaabudia ndani masanamu. Hiyo sio msikiti. Hiyo ni dini yao ya Kihindi ambayo ni kabila. Kuna dini inaitwa Uislamu haina ukabila. Hiyo ndio mimi nazungumzia. Kwa hiyo tofauti tabia zetu, mienendo zetu zote zinafanana dunia mzima. Leo hata nikiingia China hata siwezi ongea nao lugha. Lakini nikiingia kwa msikiti naelewa kila kitu. Sababu lugha ya kuabudia ni. Sasa unafuata njia gani sasa ndio ufikie sasa kukua Muislamu? Unajua nimekuambia tagu pale mwanzo usiingie tu. Kama sisi wa Kristo kuna ile mafunzo, unaenda polepole ndio unasilimu sasa. Ndio unakuwa umeokoka. Umeombewa ile
ubatizo na nini. Kwa Waislamu mnafuata nini? Kwa Uislamu, ukitaka kuwa Muislamu, hata hapa yenyewe unakuwa Muislamu. Ni maneno na kutamkisha, hayo maneno kutamkisha inakufanya unakuwa Muislamu automatic. Kwa sababu maneno hayo ndio Yesu alisema katika kitabu cha Yohana 15:3 kwamba nanyi mtakuwa wasafi kwa sababu ya neno. Kwa maana ile maneno tunatamka inaitwa shahada. Hata Yesu alitamka. Ukishatamka maneno hayo, Chinja gapi? Nakuja. Mwambie nakuja. unaona? Maneno hayo ukishatamka unakuwa Muislamu. Unasema tu nakubali Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wa Mungu. Hivyo tu unafanya unakuwa Muislamu. Na kwa kutamka hiyo maneno Mungu anasamehe madhambi zako zote. Kwa nini kutamka inakufanya unakuwa Muislamu? Kwa sababu hapo zamani ulikuwa umekanusha kwamba Mungu ni mmoja. Za Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Umekanusha Muhammad, unasema si mtume wa Mungu. Kwa hiyo unachokufanya ni kukubalisha kwamba Mungu ni mmoja na kukubalisha Muhammad. Na sisi Waislamu tunaamini Mungu ni mmoja, tunaamini mitume wote mpaka Yesu. Kwa Kristo wanaamini Mungu ni mmoja katika nafsi tatu na wanamkataa Muhammad. Tofauti iko hapo. Hapo tu. Exactly. So tunapokutamkisha kwamba Mungu ni mmoja, unakubali vitabu zote, Taurati, Zaburi na Injili pamoja na Qur'an. Unakubali Mungu ni mmoja, mitume wote pamoja na Muhammad. Inakufanya unakuwa Muislamu. Uko tayari? Tamke sahi. Sema ashhadu ndio maneno. Hapana. Hiyo nimekwambia, hiyo nitakaa chini. Niko na sheikh wangu hapa. Uko na sheikh wako. Tafuata, si nimekwambia niko na sheikh. Kuna sheikh mmoja katika hii Nakuru peke yake, hata si sheikh, ni maalim. Naitwa maalim. Nampendea tu kitu moja. Yeye habagui wa biashara. Basi. Lakini ukienda kwa maalimu wengine watakwambia wewe si Muislamu, usiuze hapa. Kwanza Idi. Hiyo ni kitu utakataza mtu. Hapana. Basi ndio maana nampenda huyo, ndio nitaenda kwake. Basi sawa. Basi utaenda atakusilimisha akufanye kuwa Muislamu.